Wakati huu ambapo dunia imeharibika, wageni kama nukumtimani na yeye tiende kata kitu marti nawe ni mgigao. Nilikuwa nikijaribu kumuuliza, nilikuwa nikidhani uko na mgigao. Hauna joho. Nichewe cha mama wawaje. Kuna mambo yetu ambayo tumeyasema. Kisha tukatoka. Otherwise we thank the Lord and we are so humbled. La sivyo tunamshukuru Bwana na tumenyenyekezwa mno for the powerful hosting na hata kwa kutukaribisha makaribisho mema fellowship we had yesterday. Na hata ushirika wenye nguvu ambao tulikuwa nao jana. Such a wonderful moment. Ulikuwa ni wakati wa kupendeza mno. Even for me to be here. Hata kwangu mimi kuwa hapa. I think I'm the least. Na ona ya kwa mimi ndo wa chini zaidi. Your house. Ili Bwana nilete chini ya nyumba. Glorious name of Jesus. We want to thank you, Jehovah, because of your goodness. We thank you because of your love, grace, and mercy upon people like us. Because, Jehovah, you know very well, before you sent the two mightiest, mega, most glorious prophets of the end time, there was no church, and we were not a people. Today, Jehovah God, we want to thank you because the two mightiest mega prophets of the Lord, the forerunners of the Messiah, have brought light in the church. We are seeing the light that the Messiah brought to the world through his death on the cross. We thank you today for the power and authority of the blood of Jesus. We are humbled, my Father, that you could allow us to gather here today, to come, to witness, and also join in the celebration of the new priesthood that you have raised, my Father, for this region. We are so humbled, my Father. We thank you for the program. Ever since it started up to now, we say thank you. As we commit even the remaining program, the climax of it, my Father, that is going to happen, my Father, at your sanctuary in Uriri. We thank you for the journey mercies. We thank you, my Father, for your protection. We thank you, Jehovah God, for all the provisions. We thank you even for the word that we are going to receive. I thank you for all the guests, even those who are still on the way. May you lead them safely, Jehovah God. When everything is done, my Lord, all the glory and honor will return to you, my Father. Because this is one way of opening the door of revival in this region. Lord, may your will be done. We humble so much, my Father.
I speak the authority of the blood of Jesus upon this home, upon this village, upon this region. Father, Lord God Almighty, your word says it does not please you to see anyone die in sin. That is why you are raising the priesthood, my Father. It is my prayer, Jehovah God Almighty, that you are going to convict many people, my Lord, even from what they are going to see, from what they are going to hear, Jehovah. This land will not remain the same. We thank you and we bless you. Holy Spirit of God, we welcome you to take over and lead us according to the holy will of God the Father. We thank you and we bless you, for in the most holy and glorious name of Jesus, I pray with thanksgiving. Amen. For every shame and for every pain, Jesus has brought a turnaround. He's giving you beauty for ashes, and He's clothing you with the garment of praise. Wherever you are right now, open up your heart and then praise your beautifier, my beautifier. Taking away the pain. You made my life so beautiful. My beautifier. You've taken away the shame. You've taken away the pain. You made me just like you. My beautifier. You've taken away the shame. You've taken away the pain. You made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made me just like you, my beautifier. My beautifier, you have taken away the shame, you've taken away the pain. Made my life so beautiful. My beautifier, Taking away the shame, taking away
pain, made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, Lord, taken away the pain, made me just like you. Hallelujah. For every shame and for every pain, Jesus has brought a turnaround. He's giving you beauty for ashes, and He's clothing you with a garment of praise. Wherever you are right now, open up your heart and embrace your beautifier, my beautifier. Taking away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you have taken away the shame, you've taken away the pain, made my life so beautiful. My beautifier, taking away the shame, taking away, just like you, Jesus. My beautifier, you have taking away the shame, taken away, made my life so beautiful. My beautifier, taking away the shame, taking away,
the pain, made me just like you. Hallelujah. For every shame and for every pain, Jesus has brought a turnaround. He's giving you beauty for ashes, and He's clothing you with the garment of praise. Wherever you are right now, open up your heart and then praise your beautifier, my beautifier. Taking away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you have taken away the shame, you've taken away the pain, made my life so beautiful. My beautifier, taking away the shame, taking away, yeah, just like you, Jesus. just like you. My beautifier, you have Taking away the shame, taken away, yeah, made my life so beautiful. My beautifier, taking away the shame, taking away, made me just like you. just like you. My beautifier, you have Taking away the shame, taken away, the pain, made my life so beautiful. My beautifier, yeah, taking away the shame, taking away, the pain, made me just like you. just like you. For every shame and for every pain, Jesus has brought a turnaround. He's giving you beauty for ashes, and He's clothing you with the garment of praise. Wherever you are right now, open up your heart and then praise your beautifier, my beautifier. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made me just like you. My beautifier, you have Taking away the shame, taken
pain, made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, Lord, taken away the pain, made me just like you. Hallelujah.
Nasema hivi. Batobe ni kidoluo, ringa nyama sama kidoluo. Jo prangat kachia kachia. Sama na. Mumawa cho e ayubu prangwen gachiel wane achiel niya. Bende inyalo mako nyangi olowu kata tweyo lewe gi tol. Koso inyalo rwako tol e ume kata mako dhoge gi mbedo. Bende dohombi mondo iweye odhi kata kwayi mondo ing'wonne. Dede. Koso obiro loso kodi winjruok ni notimi nyaka chieng'. Koso ibiro tugo kode ka winyo manie sigol kata ka gimoro miywayo gi tol madigal go nyiri matiyoni. Bende jolupo digo nengone koso johala diyang'e mondo ji ong'iew ringe. Bende inyalo chuowe gi pidhi mang'eny ni tuch piene kod wiye. Ka imule dichiel to ok ni chak imule kendo. Bende wiyi ok no wil gi lweny no. Hallelujah. Hallelujah. Opakis. Yesu asifiwe. Wake sawa wacho niya. Neno la Mungu lasema hivi. Bedinya rodhie donam tikao leo mimako nyam kigole oko. Je, unaweza kuenda ufuoni ama kule ziwani na ukapata kuchukua ndoano ushike nayo mama ili umtoe nje? Opakis. Yesu asifiwe. Bedinya rodhie dego leo mromi ngiasole kapar gabichi. Je, unaweza tu kuenda na ndoano ambayo umenunua tu shilingi 15. Hivi ya tiko ni nyam biuru. Na unasema ya kuwa mama njoni. Tokati biuru ni kaisa mbona tiyo kitaka nyasaye. Na wakija kwa sababu pengine umetumia nguvu unaweza Gani tibayo make. Kisha unarusha ile ndoano na inamshika. Atakuacha tu na amani. Unadhani utafanya jambo hilo kwa urahisi? Haiwezekani kwa sababu tunajua jinsi ambavyo mama alivyo. Huwezi kucheza na mama kwa sababu hata ile mama pia itacheza na wewe. Huyu pepa ambaye tunanena kumhusu ni yule ambaye alishaenda kule mahali ambapo tunataka kwenda, alishakuwa mara pale tena alitolewa. Ndiposa wakati mwingine huwa anatukanyagia chini kwa nguvu. Yesu asifiwe. Wakati mwingine huwa anakanyaga chini kwa nguvu ili hata kama umeokoka akuache na angalau uongo kidogo. Hiyo amekanyaga chini. Pengine anaweza kufanya umeokoka kwake, lakini amepata na kiburi kidogo. Unajua yeye amekukanyagia tu chini kabisa. Hata kama unataka kumng'oa kwa mizizi yake hauwezi kumnyoa.
winjo. Sasa mwasikia Madwa dhie polo. wanaotaka kwenda mbinguni, Nikech ayudo ni ji duto be ok dwa dhie polo. kwa sababu nimepata pia sio watu wote wanaotaka kwenda mbinguni. Ministry ni ber ne ji marach. Hii huduma ni nzuri kwa watu kabisa, Ji winjo maber. watu wanahisi raha, Joromondo ringo. walemavu wanakimbia. Omera celebration ber omera. Sherehe ni mtamu wenzangu, Ber betie. hapa ni pazuri kustarehe. Opagi Yesu. Yesu asifiwe. To kata kamano. Lakini hata hivyo Wani mondo wang'e. tunahitajika Ni kujua Nyasaye janabi. ya kuwa Mungu wa nabii Matimo gik madongo. anayetenda hayo makuu. Opagi Yesu. Yesu asifiwe. Nyasaye janabi matimo gik madongo. Yule Mungu wa nabii anayetenda makuu, Wan bende yudo oreya moro. nasi pia tupatikane katika kiwango fulani Makana kawa celebrate gik madongo ma Nyasaye timo. ambapo hata tunaposherekea kuhusu makuu ambayo Yehova anayatenda, Wa celebrate ka wan bende nyingwa ondikie buk mar ngima mar jok mabiro polo. tusherekee kama majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha wale ambao wanaenda mbinguni. Jopuonjre sichiemo nodhi e budichiende. Wanafunzi wa Yesu siku moja walienda kutoa mapepo, Ka giluongo nying Yesu budichiende ne ringo ne ji ne winjogi. na walipokuwa wakiita jina la Yesu, mapepo walikuwa wakiwatii na To kutoroka. giduogo ir Yesu to giwacho niya. Wakarudi kwake Yesu na kumwambia, Gini ber manade. kitu hiki ni kizuri kiasi gani? Budichiende ringo. Mapepo wanatoroka. Kawaluongo nyingi japuonj. Kuita jina lako mwalimu. Kawacho niya. Akasema, Kikumani budichiende ringo. msifurahie kuwa mapepo wanatoroka. Oruru ni nyingwa ondikie buk mar ngima mar nyarombo. Mfurahie ya kuwa majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Opagi Yesu. Yesu asifiwe. Ang'o mawuoyo kuome? Na neno kuhusu nini? Awuoyo kuom ng'eyo Nyasaye. Na neno kuhusu kumjua Mungu. Sama ng'ato ong'eyo Nyasaye ok oriw gi ng'at machielo. Wakati mtu anamjua Mungu hawezi kuunganisha na mwingine, Ng'at machielo samoro ok dwa bedo gi waro pore adier. kwa sababu pengine huyo mtu mwingine hataki kuwa na wokovu wa kweli. Gini ng'ato gidongo kende. Hiki kitu mtu atasalia nacho peke yake. Koro nyaka wapuonj dongo gino kendwa sani sani. Lazima sasa tujifunze kusalia nacho sasa hivi peke yetu. Opagi Yesu. Yesu asifiwe. Nikech jochiende Kwa sababu mapepo gin jok mane giteko noseloyogi. ni wale ambao walikuwa na hiyo nguvu na tena walishashindwa, Teko wang'e ni gin go. na nguvu tunajua wako To nayo, gima duong' en ni wang'e ni Yesu Kristo noseloyogi. lakini kikuu ni ya kuwa tunajua kwa Yesu Kristo To alishawashinda, kaka noseloyogi kamano. na hata kama alishawashinda To hivyo, wan wan jolup Yesu. sisi ni wafuasi wa Yesu. Koro wan be nyaka walogi. Sisi pia lazima tuwashinde, Eka wadonje dhi chamo ngima mochwere manyaka chieng'. ndipo tuingie kwenda kurithi uzima wa milele. Opagi Yesu. Yesu asifiwe. Nitie jomoko manong'eyo Nyasaye ka. Kuna watu ambao walimjua Mungu hapa, Adwacho tajo nyingi ma. nataka Tajo nyingi matin. nitataja majina yao kidogo. Opagi Yesu. Yesu asifiwe. Ung'e story mar Mordekai. Mnajua hadithi ya Mordekai. Opagi Yesu. Haleluya. Mane piny miluongo ni piny Susan. Aliyekuwa kule Susani, Kama ne jo-Israel bende ni kanyo. mahali ambapo Waisraeli walikuwepo pale, Nosebedo sign ni nyaka neggi. walikuwa wameshaandikiwa ya lazima wauawe. Haleluya. Haleluya. To hayo maber. Na kwa bahati nzuri, Esta nodak e od ruoth. Esta alikuwa akiishi katika jumba la mfalme. Mordekai wacho niya. Mordekai anasema, Ai, magi maber manade. hiki ni kitu kizuri kiasi Lakini gani, nyathi owadwa nigi malo kuno. kwa sababu mtoto wa ndugu yangu yuko kule, Aparo nyalo konyowa. nadhani anaweza kutusaidia. Ne owuoyo kode. Aliongea naye Okalo kuom jotich were kanyo. kupitia kwa watumishi walikuwepo Ne pale, ok owinjo wach piyo. lakini hakuelewa jambo hilo kwa upesi. Oseleki matin. Alizubaa kidogo, Mondo ka ng'at mong'eyo Nyasaye wuoyo kawacho niya. na Mordekai anayemjua Mungu anaongea akisema, Iwinjo Esta. wasikia Esta, Samoro Nyasaye noteri kuno mondo ikonywa e wach matek manie nyim wade. pengine Mungu alikupeleka pale ili tusaidie katika jambo hili ngumu ambalo liko mbele zetu. Kaka ng'at manigi Nyasaye. Sasa yule aliye na Mungu Oneno ka Esta pod seleki. anaona kama Esta bado angali, Owacho niya. na anasema, Iwinjo. wasikia, Wani mondo ing'e. wahitajika Kaka kujua ok inyal konyowa. kama uweze kutusaidia. Kaka wan nyithi Nyasaye. Sisi tulivyo wana wa Mungu, Nyasaye biro konyowa koa e yo machielo. Mungu atatusaidia kupitia njia nyingine. Kaya kana geno kuom dhano karanga mogeno kuom dhano wadgi en ng'ama okuong adier. Kumbe kwa hakika yule ambaye anamtegemea na kumtumainia mwanadamu mwenzake amelaaniwa kwa hakika. Sani koro tich onge Kenya. Sasa hivi hakuna kazi Kenya, Nikech ji ng'eny kwa jowadwa. sababu watu wako wengi Piny be wenzangu. chalo gima rumo. Na pia kana kwamba pia dunia To inaishi, nyithi Nyasaye lakini wana wa Mungu malojo chien. ambao wamemshinda Omana giyudo tije sana mbele. wao sasa hivi wanapata kazi. Sasa hivi ndio watu Ka iyudo wanapata. tawi mane owachi. Wewe kama imekushinda hiyo ni shauri yako. Opande. Yesu asifiwe. Kaka olanyitni. Kama wewe unapenda tu kupata Chamo chungi kanidwa madho chak kabe ni chama chama. kama unataka kunywa chai ya rangi na kukunywa maziwa pia unataka Nikech kunywa. Nyasaye jana gini gi teko. Kwa sababu Mungu anajua kuna nguvu. Waluwo weche mowacho. Tukifuata maneno anayoyasema Moweyo richo. na tukachana na dhambi. Nobiro kowacho niya. Alikuja akisema, Repent. tubuni. Repent.
kuogopa. Kano kero wach mar repent. Na wakati neno la toba lililetwa, Wengi ndio fulo richo. hadi watu wakakiri dhambi. Ano kama moko pogao. Naona watu wengine wamejazwa kwa roho. Wako pana ni kuno nje polo automatically because geragini toba onge. Wengine wanadhani tu wataingia tu mbinguni hivyo kwa sababu walikuwa katika toba ng'oo. Kai ni tielore. Hapa kuna vita. Jachimani wanaselo. Shetani aliye mbele zetu alishashindwa. Tena manabii wawili wamewashinda. Anasema ni vyema na inatendeka, ni vyema na inatendeka. Na wewe hata kunguni huwezi kumfukuza. Yesu asifiwe. Huwezi hata kukasirika na kunguni. Hata mende. Unajua hata mende inasikia neno. Yesu asifiwe. Je, mnajua ya kuwa mende chini kwa nguvu. Hata kama una ile dawa ya mende. Hata ukipewa shilingi 50 akiwa ameenda unagotika, unamwambia Bwana, huenda alikuwa na msiri peke yake na wewe ndio unaweza msaidia. Yeye unasema Bwana ya kwamba kulingana na msiri peke yake Jehova ile umeshikilia ya kwamba Mungu ninakushukuru. Kuna wale ambao hajapata hata 30 na wewe umenipa 50. Yule ambaye ameondoka nimemkabidhi mkononi mwako. Mungu nafahamu zaidi yangu. Asante Bwana. Yesu asifiwe. Anachukua unga na mboga na kuwapikia watoto. Jioni baba wenu atakaporudi, Mungu amemtendea neema. Amerudi na kuna kile cha kufanya. Na nena kuhusu nini? Na nena kuhusu mamlaka ya Mungu. Je, unayo? Ya kwamba uko hapa lakini umekosa mamlaka ya Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Vitu vinapatikana katika magoti ambaye anaomba zaidi. Mungu anamfanya kuwa na neema pamoja na kunyenyekea. Haleluya. Kila wakati anamsongea Mungu kila siku. Hiyo ndio inaleta neema kwa Mungu na kuleta yasiyekuwepo kuwepo. Yesu asifiwe. Sio vita. Ndoa si vita. Ya kwamba ninalo neno nataka kunena na wewe. Wewe keti chini. Wewe ni mtu wa shetani. Wewe keti chini baba wenu nataka tunene. Mimi si ngomba, si kuja nikiwa nakula mnyasi. Nimechoka na mboga nyumbani hapa. Nataka unipatie nafasi nirudi kwetu. Mama wewe unajifanyaje? Sina kile nilikupa ndio nilikuwa nayo. Ndugu fulani akapiga magoti kwa bibi wake. Nisamee. Mwanamke alikuwa amekataa kama msumali ambaye amekataa kuingia kwenye shuma. Alikataa. Anataka kila atako ufahamu wake pamoja na kibaba. Anasema ameokoka, hajaokoka, mtu kama huyo ataokoka. Yesu asifiwe. Jinsi gani tunaweza ingia mbinguni kama tuwezi kutatua mambo madogo madogo ya nyumbani? Mambo madogo madogo ya moyo. Tunaenda nyumbani mbinguni kabla ya kutatua. Mnasikia? Mnasikia watu wa urili? Leo hii lazima muokoke. Hakuna yule atakula pasipo kuokoka hapa leo hii. Sababu chakula yetu mimi ni mwana wa Mungu. Yesu asifiwe. Hakuna namna. Hata kama utakula kwa nguvu zako wewe kula tu. Lakini nimesema nimekwisha tena. Yule ameokoka na anakula ya wale wameokoka. Je, umejazwa roho? Yesu asifiwe. Je, umejazwa roho? Mtu akikujibu vibaya umenaswa na hasira.
Ukiangalia samoro. Nitakujibu baadaye. Ndio mekawa kana wa. Huyo mtu anasema ameokoka. Uokone sana sana nimetulumu. Nena naye wakati ule nafasi umetokea. Kono yani. Hiyo amekutusi. Ina malaka yani. Wewe ndio lazima utusiwe. Imenikele kana. Wewe ndio ulimleta pale. Unataka enda kamtusi mwingine. Kuwa tu na amani. Unasema tu mbiti wawili wasema nini mtoto wetu? Ndugu ile wangu. Ndugu umekasirika. Haleluya. Haleluya. Ingawaje walimfahamu Mungu hivyo, hawakumpatia Mungu utukufu ambao anastahili. Walidhania wana hekima. Mbele za Mungu walikuwa wapumbavu. Wapendwa, hakuna kizuri kuliko wokovu ulimwenguni. Yesu asifiwe. Hakuna kizuri kuliko wokovu. Hata vitu mnavihitaji Mungu analeta kwa njia ya miujiza. Hata nikitaka kula samaki sitakuomba. Samaki ni ya Mungu. Simpigi Daudi kajese simu. La hasha. Samaki itakuja. Samaki anasikia maneno. Haleluya. Anaweza kufuatilia njia yoyote. Yesu asifiwe. Tunastahili kuishi kana kwamba tunaishi juu ya mti. Wale ambao wanaishi hewani, wahubiri wakali walikuwa wanaishi hewani, hawakuwa na mshahara. Walinena na Mungu akasema kwamba Bwana wewe ndiye uliniita, na kusema siku waliitwa, na kusema andiko ambao walisomewa siku waliitwa. Akasema Bwana, sitaomba Mungu, wewe ndiye uliniita katika. Jamani, Mungu anasikia maneno. Kama alikuwa nao kazini kwa mwili, hata hakikisha umepata yale unahitaji. Mungu sio binadamu. Ikiwa shemeji wako ndiye anakuambia atakupa shilingi 10,000 na anakupa, na unaomba kwa muda, Mungu analeta zaidi ya hiyo. Mungu ni Mungu wa miujiza. Tunamwabudu Mungu ambaye ni Mungu wa miujiza. Mahali anatoa mali wewe ukazoa, unashtukia imeangukia hivyo. Haleluya. Haleluya. Elia akaambiwa kwamba ile Sarefati jioni analetewa nyama pamoja na mkate. Analetewa hivyo, anakula tu. Na wewe unapiga simu. Unapiga simu mteja, unapiga simu mteja. Je, itafanywaje? Watoto wananiangalia wakati wa chajio umewadia, hii itafanywa aje? Unajua unaweza toroka ukatoke kwa hiyo njia, kwa hiyo nyumba. Unasikia dada napiga simu kwa mteja, saa 4 ndugu hajarudi. Kinachosumbua watumishi wa Mungu. Mimi pia ni kama nyinyi, si bora kwa nyinyi. Kinachotusumbua ni kwamba hatujamfahamu Mungu. Ni Mungu hatujamjua. Tukiweza kumjua, tunaweza peana manabii kazi rahisi sana. Kazi rahisi. Sasa wanataka kuelekea Ivory Coast. Nikiweza kusimamisha askofu, je, umetoa kiasi ya fedha gani? 0. Utapata 0. Bishop nani? 0. Askofu fulani 0. 0. 0. Nenda kukweza wajua. Wala jinsi anatubariki wapi. Ukitamri. Si ukatai. Nikaramieni kwa chamogora ikisema kudhara chai. Ya kwamba ile unataka kulia samaki umekawa samaki sana. Chiwa. Wewe peana tu. Nifanye sawa hero na mudogo nono. Unajua Mungu anampenda yule ambaye amebaki bure. Amen. Ya sawa hero na mwichi umudogo ngilete nono. Mungu anampenda yule ametoa na kubaki mkono mtupu. Anahakikisha amejaza mkono huo. Sababu hatujamfahamu Mungu. Tunateseka. Tunatesa nyumba zetu. Tunatesa hata na huduma. Yesu asifiwe. Na manabii wanabariki watu
zaidi. Haleluya. Unajua wewe katika hali ya theology na kuna hali ya kufanya asilia. Tumesikia kuongea kwa zaidi ya miaka 20. Ni matendo ni yapi? Matendo ni yapi? Mathayo sio wale wanaoniita Bwana Bwana ndio wataingia. Wale ambao wanatenda kile nimesema ndio hao wataingia mbinguni. Wewe masengenyo ni sehemu yako kabisa. Unafanya masengenyo na uko na nguo ndefu sana na kanyaga nchi ya ardhi. O shetani anakuona. Tulia tu utakubali ya kwamba omena ni samaki. Unyakuzi utakapofanyika hivyo. So wanawajua kama wale wameokoka. Mtacheza kwamba kiwete ametembea. Ukachoke. Wanakuambia fanya haraka, fanya haraka. Kiwete ametembea. Kiwete ametembea. Hadi ukaanguke wapendwa. Si watu wanatufahamu mtumishi wa Mungu. Huyu dada akiwa amelio mashetani wanajua. Jinsi unainuliwa ndivyo hivyo unakuwa na vita zaidi. Siku moja mtu akanijia mama Helen. Wanafunza kisema kwa basko. Niko na vita kidogo. Nafukuzwa katika chuo. Nataka shilingi 50,000. Naona huyu mtoto amekanyagia tu. Sasa mtoto anaenda 50,000 tapata wapi? Nikawa na ujasiri. Nikasema umeokoka. Inawezekana. Yawezekana. Kanisa la Mungu. Baba pesa ni ya Mungu. Wewe enda haraka ukachukue pesa. Nikamfukuza hivyo. Suka alipata pesa ya karo. Lazima huyu inafuja. Anajua ya kwamba mimi ni senior Archbishop Gero. Anajua niko na mambo mazuri mengi. Yesu asifiwe. Akipata nimekosa pesa lakini amemaanisha. Mimi pia nikawa na ujasiri. Nikakanyagia neno la Mungu. Nikasema yawezekana wewe ndugu. Wewe nenda ukachukue pesa. Ondoka. Haleluya. Unadhani ni rahisi? Si rahisi. Lazima uwe na ujasiri. Ujasiri ambao kuna neno la Mungu ndani yake. Yaani unaona tu utakukisha vita. Mapepo mengine huwezi ukaombea. Akwamba unaomba. Mungu wa ajabu asiyeshindwa, la hasha. Mengine unanena tu. Na wewe shetani anaondoka tu. Wewe ndoka enda mahali unaenda. Ukiwa na imani ya kwamba neno la Mungu lina nguvu. Na hiyo inafanyika hivyo. Walioko na imani watafanya makubwa wote Yesu wako yafanya. Watasema milima, unasikia? Ondoka pale. Rudi pale. Vitu ambavyo vimeandikwa mnadhani hadithi ya kututetea. Hatuja tunaogopa tuzifanye sawa sisi na utenda dhambi. Nguvu za Mungu hazipo. Dada mkao wale Ndio kachukua wokovu dada tunaenda kule. Pokea tu wokovu ikiwa watu wamebongana. Pokea tu wokovu. Hii mtu anabakia peke yake. Yesu asifiwe. Hata kama kwa nako ni aibu. Unachua Yesu Mama Skofu Joe. Take her to be received by very senior persons. Aweze kupokelewa na watu wa ngazi za juu. Hallelujah. Hallelujah. Senior Deputy Archbishop Charles Gale. Senior Deputy Archbishop Charles Gale. Asante sana mzee. Thank you so much. Asante sana sana. Thank you so much. Asante sana. And then na pia allow me also
of me. Niruhusu mimi pia Extend my hands ninyoshe mkono and wangu greet you nikuweze kukusalimia and say congrats. na nikuweze kusema pongezi. The Lord, Bwana the God of heaven, Mungu wa mbingu He has done it. ashalitenda. So, Kwa hivyo Thank you so much. wero kama na henya I would let us speak, but I think it's taken over by events. ningesoma ndiko lakini najua ishapitwa na But we want to commit Bishop-elect Rosemary na kumtia askofu mteule Rosemary to the service of the Lord that she's been called to do. katika huduma ya Bwana ambaye ameitwa aweze kuitumikia. For those of us, and all of us who are being called, Kwa wale wetu wote ambao wanaitwa, we are being called at a very critical time. tunaitwa katika wakati nyeti sana, Time that the servants that are supposed to stand in the work of God are very few wakati ambapo watumishi wa Bwana wanafaa kusimama na neno la Mungu ni wachache sana, because they have refused to walk in the will of God. maana wamekataa kutembea katika mapenzi ya Mungu, They have refused to seek God. wamekataa kumtafuta Mungu. These are one of the jobs that are very difficult and very interesting. Hizi ni kazi ambazo mojawapo ambazo ni ngumu na pia za kusisimua sana. As far as God is concerned, it's the best job somebody can do for God. Ikiambatanishwa na Mungu ni kazi bora zaidi ambapo unaweza kumfanyia Mungu, But we need a lot of preparation. lakini tunahitaji matarajio The mengi Lord to clothe us with humility, ili Bwana tuvike kwa unyenyekevu, with salvation, tuvike kwa na wokovu, with power. atuvike na nguvu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you're not clothed, you cannot do this one. Usipovikwa huwezi kufanya kazi hii. So as much as we are thanking God for everything, Hata kama tunamshukuru Mungu kwa kazi yote, it is a real challenge for all of us. ni changamoto kubwa tena halisi kwa sisi We have sote so many bishops here, na familia ya maaskofu hapa, overseers and pastors. manasipia, wachungaji, They are all doing the work of God. wote wanafanya kazi ya Mungu. So I pray that you're going to give Bishop-elect Rosemary a good time Kwa hivyo naomba mtampa askofu mteule Rosemary wakati bora to serve you, kuwatumikia, because the Lord has raised her maana Bwana amemwinua with the husband here, na mume wake hapa D.A.B. John. D.A.B. John. The Lord has raised them at this time. Bwana amewainua kwa wakati huu, We pray, my Father, na tutaombea kila mmoja. the Lord will help them Bwana atawasaidia to stand, waweze kusimama, to be counted. waweze kuhesabika, Because the world is watching. maana ulimwengu watazama. Watching who? Watazama nani? Watching me. Tazama mimi, Watching her. na mtazama Watching him. akimtazama. And I thank God Na mshukuru Mungu, that Jesus has won the race. maana Yesu tayari ameshashinda mbio. So for us, we have to follow. Kwa sisi tu ni kufuata. Hallelujah. Haleluya. Let us pray. Wacha tuombe. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, I commit Bishop-elect Rosemary in your hands. namkadhibisha askofu mteule Rosemary mikononi mwako. Lord, you shall give her wisdom Bwana, utampa hekima and zeal na ile ari to work for you, my Father. ya kukutumikia Mungu wangu Within the little time that is remaining, katika muda mfupi ambao umesalia. only when you equip her Ni wakati utakapomtia shall nguvu she be able to stand ndivyo atakavyoweza kusimama against all the powers of darkness. dhidi ya nguvu zote za